kuzalisha chakula na kutumia kilimo kufanya biashara. Yes. Jambo la pili, kuhakikisha kwamba wananchi wa taifa letu lote la Kenya, kwa sababu changamoto kubwa ambayo bado inawakidhiri wananchi, hasa wenye mapato ya chini, ni mambo ya bills za hospitali. Yes. Yeah? Yes. Na vile ya kujimudu mambo ya matibabu na afya. Na hiyo tumesema kufikia kwa mapenzi ya Mungu 2022 tunataka tuwe na ile inaitwa affordable healthcare. Yes. That is universally available. Na jambo la tatu, tumeangazia mambo ya housing. Yes. Ambayo mtanipatia nafasi kidogo ni waeleze wananchi, kwa sababu pengine kuna watu bado wanauliza maswali mengi, hatujajieleza vizuri kama serikali. Na kuhusu hii 1.5% tax. Yes. Kabisa. Yes. Alafu baadaye pia nizungumzie mambo ya manufacturing. Okay. Kwa sababu nchi ambazo zilipiga hatua ya kwenda mbele zilifanya hivyo wakizingatia mambo ya viwanda, kwa sababu viwanda inafanya mambo mawili: inatupatia nafasi ya kufanya kazi kwa vijana wengi, na jambo la pili, inaongezea dhamana bidhaa za taifa letu la Kenya, kama ni bidhaa za kilimo, kama ni bidhaa za aina mbalimbali katika viwanda vyetu. Manufacturing has a magic. Yes. Of transforming simple products into products that have value and that can sell at a higher price. Yes. So haya ni mambo ambayo ni tunayazingatia. Nipatie nafasi kidogo. Yes. Ni jaribu kupanua vile tunaelekezea mipango yetu kwa mambo ya afya. Pale tulipochukua hatamu ya uongozi 2013 tukiongozwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Wakenya ambao walikuwa na bima ya afya walikuwa ni Wakenya 3.8 3.8 million. Leo nikizungumza na nyinyi hapa, Wakenya ambao wako na bima wameongezeka, wamefika 7 million. Nia yetu ni kuhakikisha kwamba kufikia 2022 tutakuwa na Wakenya 13 na ukisoma manifesto ya Jubilee ndivyo inasema hivyo. Na katika hiyo program ambayo sasa tunaifanyia ile inaitwa pilot. Yes. Katika counties 4. 4 counties, yes. Kule Nyanza, katika Kisumu County, Nyeri County, Isiolo County na Machakos County. Yes. Yes. Tunatafuta namna vile hiyo program kuanzia sasa mwezi budget ambayo tunaanza mwezi wa 7. Vile sasa hiyo program tutaiendesha katika taifa nzima. Nia yetu ikiwa ni kwamba kwa mfano, niwapatie mfano. 2013 kila mmoja wetu alikuwa analipa shilingi 340 katika NHIF. Lakini tukapendekeza kama serikali, yes, kwamba kama yule mtu ambaye anapata shilingi 15,000 kama mshahara analipa 340, na mimi deputy president napata shilingi 1,000,000, mbona nilipe shilingi 340? Tukasema ni vizuri vile unapata pesa nyingi kama mshahara, yes, ulipie kiwango cha juu kidogo, ndio tuweze kuwasaidia wale ambao hawana kazi na wale ambao wako na mapato ya chini. Yeah. Tukangangana, lakini Atuoli na wenzake wakatupeleka kotini, wakatuangaisha, wakafanya hivi, lakini mwisho tukakubaliana mtu kama mimi sasa, yes, na wale ambao wanapata mshahara zaidi ya 50,000 wanalipa sasa 1,700 kwa mwezi, ambayo ni pesa kidogo kulingana na ile mshahara tunapata. Yes. Wale wako chini bado wanalipa shilingi 500. Sisi tunapendekeza tukienda mbele, kwa sababu lazima tuwe ni taifa ambayo tunawajali wanyonge. Tunapendekeza ya kwamba hapo tukienda mbele, yes, tutatafuta namna ya wale kama sisi ambao tunapata mshahara, tunalipwa na Wakenya, sisi ni wafanyikazi either katika private sector ama public sector. Tutafute namna vile tutailipia juu zaidi Wakenya wale wengine walio chini waweze pia
kupata nafasi ya kwenda hospitalini kutibiwa, na hii bima ya NHIF iweze kupata uwezo wa kushughulikia mahitaji yetu sisi wote ya mambo ya afya. Yes. Lakini hata na hivyo tunajaribu kufanya ile trial katika counties hizi 4 ndio tujue ni vipi tutakavyoendelea na ni kiwango gani ambayo tutaishughulikia katika barabara hiyo. Yes. Mimi nataka nikueleze hivi. Katika ile kiwango tuliongeza kutoka tu shilingi 340 hadi 1000 kwa watu wachache, pesa ambazo zinapatikana katika bima ya NHIF iliongezeka kutoka milioni 900 kila mwezi hadi bilioni 2 na 2.8 billion kila mwezi. Kumaanisha ya kwamba ile bima ya NHIF ilianza kupata uwezo wa kuweza kushughulikia mahitaji ya wale contributors, wale ambao wako katika bima hiyo. Okay. Na mimi nataka ujue ya kwamba watu wengi, mimi ni shahidi, watu wengi, hata mtu ambaye nilisema wakati mmoja, mtu ambaye anani kinyozi wangu alikuja wakati mmoja akaniambia alimpeleka mama yake hospitali, alikuwa anafikiri atalipa aje shilingi 1120, akaambiwa na hospitali, hii bili ya mama yako imelipwa na NHIF. So hiyo ni moja. Okay. Na hiyo ni jambo ambalo kama taifa na kama serikali tunailenga, kwa sababu na tuko na sababu. Sababu yetu kulenga jambo la afya ni kwamba watu wengi wameingizwa katika umaskini kwa sababu ya bills ya hospitali. Watu wengi they are one step, one condition, one illness away from poverty. Mtu akipata shida ya ugonjwa, wanauza ardhi, wanauza shamba, wanauza mali, wanauza ng'ombe, wanauza gari, inawaweka katika hali ya umaskini. Na ndio sababu sisi kama serikali tukasema ni lazima tutafute namna ili tuweze kuwa na bima ambayo itawasaidia Wakenya wengi, hasa wale wenye mapato ya chini. Okay. Baadaye na tutaongeza wale wako katika ile kiwango ambayo tunaitwa vulnerable. Kwa sasa hivi serikali kupitia kwa hiyo bima ya NHIF inagharimia, na sisi tunalipa kama serikali, inagharimia walemavu, mayatima na wazee. Zaidi ya milioni 1 wako katika hiyo program, wanalipiwa NHIF ili na wao pia, kwa sababu lazima tuwe nchi ambayo tunawajali wale wanyonge. Jambo la pili, kuhusiana na mambo ya housing, na ni vizuri niwaeleze wasikilizaji wetu waelewe. Ni kama watu wana habari, kwa sababu wako na habari, lakini kuna Association of Federation of Kenya Employers wanasema hi-fi. Why kwa nini wongeze mzigo kwa wafanyakazi kwa the tax, the 1.5%? Yes. Kwanza kuna mambo ya kutoelewana. Ile 1.5 sio tax. Ile 1.5 ni contribution unafanya, ambayo ni pesa yako. Pale mwisho baada ya miaka 15 hiyo pesa unaweza ukaipata back. Okay. Ama unaweza ukaitumia, unaweza kumpa mtoto wako, unaweza kurudishiwa. Lakini nataka Wakenya, kwa sababu wengi wanatuuliza, mimi niko na nyumba yangu, mbona mnaniambia ati ni mambo hii ya nyumba, mbona mnaniingiza kwa mpango ya nyumba na mimi niko na nyumba yangu? Mbona mimi sina haja na hiyo mpango? Unajua, watu waelewe ni nini tunatafuta. Kiini ya program hii ya housing ni mambo matatu. Okay. Jambo la kwanza, lazima tuwe na mpango kama serikali ya vile kazi kwa mamilioni ya vijana itapatikana. Lazima we must have a program. Kazi haiwezi kupatikana kwa vijana wetu hapa kupitia karata ya pata potea. Haiwezekani. Watu hawawezi kuwa ati wanapata kazi kwa betting, kucheza kamari. Hiyo is not sustainable.
lazima tuwe na mpango kama serikali. Kazi kwa vijana wa Kenya itapatikana kwa njia gani? Na tumeketi chini na professionals na consultants. Tulichukua muda mrefu kuidentify ni sehemu gani tukilenga kama serikali tunaweza kupata ajira kwa vijana wetu. Kazi ya kwanza ya mambo ya housing ni ajira kwa vijana. Nikueleze kwa njia gani? Kwa mfano, awamu ya kwanza, first phase, nyumba 1500. Nyumba 1500 ili kuzijenga, kila nyumba inahitaji kati ya vijana 5 na vijana 8. Nyumba moja. Ukifanya multiplication, nyumba 1500 times 5, unakuta 2.5 million young people will have something to do. Vijana wa taifa letu la Kenya ambao kwa sasa hawana ajira. Kupitia kwa program hii ya housing, nia yetu kama serikali ni kuhakikisha kwamba vijana 2.5 milioni watapata ajira. Wataendesha familia zao. Watakuwa na namna ya kujimudu. Number 1, jobs. Number 2, nia yetu kama serikali ni kuhakikisha ya kwamba wananchi kwa sasa hivi wananchi 6.5 milioni wanaishi katika slums. Vitongoji duni ambazo hasifai, hazina choo, hazina maji, maji taka imejaa kila mahali. Watu wanaishi katika mazingira ambayo ni hatari kwao. Tunaelewana? Kabisa. Jambo la 3, ni wangapi katika mji huu kwa mfano ama miji mingine ya Kenya? Kwa sasa hivi my friend wana tycoon bwana Kiengei. Kwa sasa hivi wewe bwana Gatonye, sijui mshahara yako ni kiasi gani, lakini wacha tu ni guess. 1150 kwa mfano. Wacha niseme tu kwa mfano. Okay, haya wacha nifanye 1100. Hapo. Hiyo sasa ni karibu hapo. Mimi 1400. Wewe wacha tycoon. Sasa wewe bwana Gatonye. Wewe unapata shilingi 1100. Na ni Wakenya wachache sana wako na mshahara 1100. Wakenya wengi 30,000, 50,000. Hawa Wakenya wenye kupata mshahara 50,000 ni siku gani watakuwa na nafasi ya kununua nyumba na kuwa property owner katika taifa letu la Kenya? Ngojea bwana Gatonye, just wait. Ni siku gani? Ndio sababu tumesema kama serikali ni mbinu gani tutatumia. Tuwe na Wakenya wengi ambao watapata nafasi ya kununua nyumba, kwa sababu ile nyumba tunajenga ni ya gharama ya chini. That's why we are talking about affordable housing. Kwa sasa hivi nyumba 2 bedroom Nairobi hii ni 10,000, 12, 15. Ukienda kuchukua mortgage kununua nyumba ya 10,000, 12,000, utalazimishwa kulipa 80,000 kila mwezi, 70,000 kila mwezi. Wakenya wangapi bwana Kiengei, hata kama wewe ni tycoon, Wakenya wangapi wako na uwezo wa kulipa shilingi 70,000 kila mwezi? Wachache sana. Wengi, ngojea bwana Gatonye, ngojea. Wengi wanaweza kulipa 10,000, 8,000. Kwa sababu hiyo ndio bei ya mahali mtu anaishi pale Umoja, ama pale Huruma, Githurai kule, wanaweza kulipia. Si tunaelewana? Kabisa. So ndio tukasema kama serikali lazima tujenge nyumba ambayo Mkenya wa kawaida ambaye anapata shilingi 30,000, shilingi 50,000, hata na yeye anaweza kupata nafasi ya kununua nyumba 1 bedroom ama nyumba 2 bedroom. Ndio sisi wote tuwe na ownership ya taifa letu la Kenya. Isiwe ni watu wachache peke yao
kwa sababu wako na uwezo wa kulipia mortgage ya 80,000, 100,000, sijui 1000 ngapi, wanaweza kununua nyumba katika taifa letu la Kenya. Ngoja Katonyi. So nia yetu ni kuhakikisha kwamba tuko na viwango ya nyumba ambayo wananchi wanaweza kulipa, hata kama mtu anafanya tu biashara yake hapo, mtu ni makanga, anaweza kusave kufika kiwango fulani, anaweza kununua. Na ya tatu, tuko pia na ile inaitwa social housing. Tuko na ile inaitwa social housing. Na tumesema pia yule mwananchi ambaye analipa rent shilingi 4,000, 5,000, pia na huyo lazima tuwe na mbinu kama serikali ambayo pia na huyo anaweza baada ya miaka 15 ile inaitwa rent to own. Unalipa rent, lakini baada ya miaka 20 nyumba inakuwa yako. Unanielewa? Sasa mimi nataka nikuulize, ili hiyo yote iwezekane. Na jambo la 4, I told you there are 4 reasons why we must do this housing, or we are proposing as a country that we must go this direction of housing. Ni kwamba lazima pia tutafute namna ya kuzuia watu kukatakata mashamba ambayo ingetumika kuzalisha chakula ama kuzalisha cash crops na kuifanya kuwa sehemu ya makao. Unajua mtu akiwa na alternative, Bwana Kingi, akiwa na alternative ya nyumba ambayo analipa 4,000, 5,000 Nairobi, ambaye baadaye itakuwa yake, ama Kiambu, ama pale Gatundu, ama Kirinyaga, Kutus. Akiwa na nafasi ya kuweza kuwa na nyumba ambaye anaweza kulipa mortgage shilingi 7,000, ama alipe rent to own shilingi 4,000, badala ya yeye kwenda mashambani kwenda kukata ile shamba ya kwao yenye ingepandwa kahawa ama avocado ama nini, aanze kujenga nyumba, ataona ni sawa, aishi hapa mjini ile nyumba. So we stop the process of land subdivision, and we begin the process of land consolidation. So mimi ngoja kidogo, nipatie tu nafasi kidogo. Unajua hii nafasi ya kupatikana kwa Kameme sio ya kawaida. Si wewe uanga kwa Kameme kila siku. Mimi mara moja in a long while. So nataka kuuliza kama ni chimba, kwa sababu your excellency nikifanya hesabu nyumba 1,500 na tuseme sasa imebakisha 3.5, tuseme roughly 3.5 years. Ni kusema serikali lazima ianze kujenga nyumba 11,000 kila mwezi. Is it achievable? Why not? Why is it not achievable? Hatujengi mahali moja. Nyumba hizi zitajengwa katika kila county, katika kila town. Tayari tuko na counties karibu 30 ambao wamesign memorandum na wizara ambayo inahusika ya housing. Kuhakikisha kwamba hizi manyumba zitajengwa kila sehemu ya Kenya. You know, unajua sisi tuliambiwa, kwa mfano Gatonyi, tuliambiwa hii reli mnatuambia itajengwa, imezungumziwa miaka nyingi, karibu 30, itajengwa kweli? Tulijenga miaka 3 ikakuwa tayari imefika Nairobi, inafanyika. So mimi nataka nikueleze, na hii mambo ya housing sio ya kwamba ati lazima iishe by 2022. Hii housing ni mpango ambayo itaendelea kwa miaka 20-30, kwa sababu hatuwezi kujenga, sio nyumba 5,000 tunatafuta hapa nyumba karibu milioni 3, 4, 5, kwa sababu hapo ndio tunatafuta makao ya Wakenya. And that is a program. Hiyo ndio mpango ambayo tuko nayo, na mimi nataka niwaulize Wakenya, ili mpango hiyo yote iwezekane, ni lazima sisi wote kama Wakenya tuchangie kimawazo na tukubali tulipe contribution ya 1.5% kutoka kwa mshahara ya mfanyikazi na 1.5% kutoka kwa mwajiri, ili tuweze kupata nafasi ya kufanya jambo ambalo litabadilisha taifa letu la Kenya. Wakenya wengi wanasema hata hatuna shida na contribution, your excellency, lakini hii ni Kenya. Na tena unajua hiyo contribution tumeweka kiwango ya juu, ya kumaanisha ya kwamba huwezi kucontribute more than 2,500 kwa mwezi mmoja. Swali ninalopata, watu wanasema contribution tunaweza fanya, lakini hii ni Kenya. Kila mara unasikia pesa imeporwa, pesa imepotea. How safe? How can we get the assurance
Mimi nataka kwa sababu watu waliona fine sijui ni 10,000, watu wakasema sasa hii unajua lazima ni kweli Wakenya wako na wasiwasi, pengine hizi pesa zikafujwa, pengine zikaingizwa katika mambo ya ufisadi, lakini hiyo ni kumaanisha kwamba kwanza lazima tuelewe hii program, is it reasonable, is it feasible, ni program ambayo inaweza kubadilisha taifa letu la Kenya. Yale mambo mengine ambayo yako pale, vile pesa hizo zitachungwa, vile mradi huu utaendeshwa, vile tutakuwa na uwazi katika vile program hii itaendeshwa. Haya ni mambo ambayo lazima tuyashughulikie. Na hatuwezi Gatonyi. Unajua hata wakati unaenda kutafuta mtoto, huwezi kuamini ya kwamba huyu mtoto sijui atakuja akakula nini, sijui kama nitaweza kumsomesha, sijui itaendaje. Lazima saa zingine you have to accept that this is a good program. Na itakuwa ni bidii yetu sisi wote na serikali tukiongoza kuhakikisha kwamba ile mpango ambayo tumependekeza na ile mpango yote tumefanya lazima iwe ni mpango ambayo itafaulu. Na tumesema hivi, kama kuna gaps katika sheria, na Wakenya wamesema ukweli, kama ati fine ya mtu ambaye amefuja pesa hizi ni shilingi 10,000, hiyo lazima tubadilishe. Na sheria tayari inatengenezwa ipelekwe bunge so that we make it punitive enough, mtu asije hapa akafikiri kuna pesa za kuliwa katika mpango huu. Peter, ya mwisho, ngoja, ya mwisho. Mambo ambayo ya muhimu vile vile katika mpango huu wetu ni mambo ya kuzalisha chakula. Ile tunaita food security. Na tukisema food security, watu wasifikirie ya kwamba tunafikiria tu vile ya kuzalisha chakula ya tumbo. Sisi tunafikiria kilimo. Kilimo kuna mambo mawili ya muhimu ambayo tunalenga katika kilimo. Jambo la kwanza, tunalenga mambo ya kuzalisha chakula ya tumbo. Na vile vile tunalenga kutumia kilimo kuweka pesa katika mifuko ya Wakenya. Kwa sababu lazima kuwe na kitu kwa tumbo, lakini lazima kitu pia ikuwe kwa mfuko. Ama ni aje, my friend? Si namna hiyo? So, na vile tumepanga ni hivi. Wakati tuliketi chini na Mheshimiwa Rais, tukasema kuna soko mbili lazima tusifungue, ili kuwapa wakulima wa Kenya nafasi ya kuwa na soko dhabiti ambayo itahakikisha kwamba wako na mahali ya kuuza mazao yao. Ya kwanza ni kufungua soko ya Uchina. Hiyo soko tumefanya bidii, tumezungumza na Wachina, tumewaambia Wachina tumewapatia biashara hapa, lazima nao watupatie biashara kwao. Na Wachina wamefungua soko. Wakati Mheshimiwa Rais alikuwa huko Uchina juzi, Wakenya wote waliona, tuliweka mkataba, tukaweka sahihi kwamba bidhaa za Kenya za kilimo, kahawa, chai, avocado, macadamia, mboga na vitu zingine nyingi sasa tumekubaliwa kuuza katika soko ya Uchina. Na kutakuwa na taratibu ambayo tutafuata, lakini tutafuatilia kama serikali, kwa sababu vile tumewapatia nafasi ya kufanya biashara kwetu, na wao tumekubaliana lazima watupatie nafasi tufanye biashara kwao. Soko ya Uchina peke yake, conditions za kuaccess soko, kwa sababu kama avocado mkulima mdogo ni kama hawezi, lazima auzie mwenye ataweza, kwa sababu sijui wanunue mashine ya kufanya nini. Sisi tutafanya hivi. Ulisikia balozi wa Uchina ambaye nitakutana na yeye leo. Balozi wa Uchina alisema ya kwamba ile conditions ambayo iliwekwa, wako tayari kujadiliana na sisi vile hizo conditions haziwezi kutumika kuzuia bidhaa zetu zisiende China. Kwa sababu nia ya kufungua hiyo soko ni kwamba tuko na watu zaidi ya bilioni 1 kule China. Hatuwahitaji hata bilioni 1. Hata tukipata 10% ama 5% inatosha soko ya wakulima wa taifa letu la Kenya. Kwa sababu hiyo ndio kwa sababu tunataka kuuza mazao yetu. Na ndio tunaongea na counties saa hizi. Tumewaambia counties lazima tufanye ile inaitwa diversification. Watu wakuwe na mahindi, viazi, mihogo nini ambayo tutakula.
ambayo tutakula. Lakini vile vile lazima tuwe na cash crops ambazo tutauza, wakulima wawe na pesa. Tumekuwa na matatizo makubwa ya soko ya kahawa na chai, na ndio bei ya kahawa na chai inazidi na kurudi chini. Soko ya China na soko ya India, ambayo sasa tumemalizana na soko ya China, sasa tunaelekea India kufungua soko ingine ya watu bilioni 1. Na hiyo ni deliberate, makusudi. Tunafanya hivyo makusudi kwa sababu tunataka kutumia kilimo number 1 kuhakikisha kwamba tuna zalisha chakula. Number 2, tunatumia kilimo kuendesha biashara na kuweka pesa katika mifuko ya wakulima. Namba ya 3 na ya mwisho ni mambo ya manufacturing. Vile sasa tumeweka muundo msingi katika karibu kila sehemu ya Kenya, na tumepitisha sheria ya special economic zones. Nia yetu sasa ni kuhakikisha ya kwamba katika hii kama ni avocado ambayo tutauza China, kama ni mimea ingine ambayo tutauza katika sehemu zingine, lazima tufanywe ile inaitwa value addition katika taifa letu la Kenya. Lazima tuhakikisha kwamba kama ni bidhaa ambazo tunaagiza zinakuja Kenya, lazima tuanze safari ya kwanza ni bidhaa gani ambazo sio lazima tuziagize kutoka nje, zinaweza kutengenezwa hapa Kenya. Na tumeweka incentives ya kutosha kwa makampuni ambazo zina produce products ambazo zinakuwa consumed katika taifa letu la Kenya. Kama ni viatu kwa mfano, tunaagiza viatu milioni 25 pairs kila mwaka katika taifa letu la Kenya. Ni vipi tunaweza hapa Naivasha tuko na mvuke ama ile inaitwa steam. Tuko na stima ambayo sasa ni kwa bei ya chini. Tumeleta reli imefika Naivasha. Ni vipi tunaweza kutengeneza pale Naivasha industrial zone ambayo badala ya sisi kupeleka ngozi yetu Italy, na nilikuwa katika factory moja kule Italy. Badala ya sisi kupeleka ngozi yetu kule, ni vipi ile kampuni itakuja hapa iwaajiri wa Kenya, itumie ngozi yetu, tutengeneze viatu za Kenya na tutengeneze viatu za East Africa. That is the future we are looking at. Na hivyo kwa mambo ya cotton. Hivyo kwa vifaa zile zingine. That is the future we are looking at. I see. Wacha kwanza tuchukue maswali kutoka kwa wasikilizaji na watazamaji. Kwanza, what formula will the government use to issue these houses? Kwa sababu watu wanahofia labda pia itakuwa ni mpango mzuri, lakini hizi nyumba bado ziende kwa matajiri na mabroka. What formula? Hiyo ni swali nzuri. Tumeambia wizara husika ya mambo ya housing watafute an objective criteria. Lazima kuwe na mpango ambao ni yenye uwazi, kwamba hakutakuwa na mapendeleo. Wale kama ni kusema ni lini uli apply, yule wa mapato ya kiasi gani, yule ambaye amefika umri gani, ndio tuwe na mpango ambayo itakuwa open. Wakenya wataelezwa hii ndio vile itafanyika, hivi ndio vile itafanyika, na sisi kama serikali, because we are an open government, tuko tayari kwa kushauriana na Wakenya na washikadau, wafanyikazi, bunge, kila sehemu, mpaka tupate mpango mwafaka ambao utasatisfy kila mtu, na kila mtu ajue ya kwamba kuna taratibu ambayo sio ya kwamba ati kwa sababu wewe unajulikana na fulani, kwa sababu unatoka kona fulani, ama ni wa chama kundi fulani, ndio utapata na ule mwingine akose. That we will have. Shiro Naivas kubwa. How are you creating employment when the policies za serikali bado zinaendelea kufanya watu wengi kufuga mabiashara? Ukienda Nyamakema, ukienda kwingineko, wafanya biashara wanalalamika spare parts, kuku inasemekana zisiingizwe. Mambo kama ya counterfeits. The policies are actually now not favoring the small businessman. Kweli tumesikia na tunajua kwamba kuna matatizo
katika sekta hiyo, hasa ya wale wafanyabiashara wachuuzi ambao wanaagiza bidhaa kutoka China na sehemu zingine. Zinakuja zingine zikiwa katika makonteina, zinakuja zingine zikiwa ile inaitwa consolidated, kwamba kwa sababu wananchi hawana uwezo wa kujaza container moja, wanakusanyana watu 5, 10, wanasema wewe unauza bag, mwingine anauza sijui nini, wote wanaweka katika container moja, inafika hapa. Ninataka kueleza vile serikali ilielewa hii jambo na ni nini tunafanya kama serikali. Pale mbeleni ilikuwa ni wazi ya kwamba kulikuwa na watu wachache ambao walikuwa wanatumia mambo hii ya importation kujinufaisha na kukosa kulipa ushuru. Unajua Gatonye, kama serikali hatutengenezi pesa, hatufanyi biashara. Serikali tunatumia ushuru kujenga barabara, kuweka madawa, kufanya mambo yale yote. Na tukikosa ushuru hatuwezi kutimiza malengo ya serikali. Na malengo yale wa Kenya walitupatia nafasi ya kuzifanya. Kwa hivyo kila mmoja wetu inafaa alipe ushuru. So wale wachache ambao walitumia mpango huu kukosa kulipa ushuru na kujinufaisha, ndio tulikuwa tunatafuta namna ya kuwalazimisha wafuate sheria ndio walipe ushuru. Katika hiyo harakati Wakenya wengine walipatikana kule, wenye hawana makosa, hawana hatia, ni watu wazuri, wanalipa ushuru na mambo kama haya. Na unajua sheria inasemekana ni msemeno, inakata ikienda mbele, inakata ikirudi nyuma. So kuna watu wenye tulikuwa tunawalenga, alafu wengine ambao hatukuwa tunawalenga wakapatikana mle ndani. Ni nini tunafanya kuzulisha tatizo hili? Kwa sababu ni kweli mimi hata na mimi niko na watu ambao ninawajua, marafiki wanafanya biashara, wamekuja kwangu wakaniambia, my friend, bwana deputy president, sisi hatujakuja kwenu kuwauliza kazi, hatujakuja kwenu kuwauliza pesa. Sisi ni watu ambao tunajitafutia pesa. Tumeenda tukakopa kwa sako, pesa tumeenda tukakopa kwa benki, tunajifanyia biashara zetu. Mbona mnatuwekea vikwazo kupitia kwa njia hii? Na ni legitimate concern. Lakini tumeambia wizara lazima mbinu ipatikane. Wale ambao wanafanya biashara halali na wanalipa ushuru wasidhulumiwe wakati tunawafuata wale ambao ni wakora au wale ambao wana kwepa kulipa ushuru. Na ni jambo gani limefanyika? Kwanza wizara ilikuwa imesema pale mbeleni bidhaa zote ziwe inspected ng'ambo. Lakini tumewambia wizara hiyo hamuwezi kulete hiyo sera bila ya kutafuta namna ambayo wale ambao bidhaa zao tayari zimefika huku itakuwa ni vipi. So waziri amepatiwa uwezo wa kisheria. Zile bidhaa ambazo zimefika hapa, waziri anaweza kutoa waiver ndio hizo bidhaa ziwe inspected zikiwa Kenya. Okay. Kulikuwa na consultative process ambayo ilichukua muda karibu mwaka mmoja. Wale waagizaji kuelezwa, agents kuelezwa vile sheria itatekelezwa. Lakini tutazidi kama serikali ku accommodate wale ambao bidhaa zao zimekuja hazija kuwa inspected. Hatutaki kuziharibu bidhaa zao, hatutaki kuwaumiza kwa sababu ni wafanyabiashara wa taifa letu la Kenya. Tutatafuta namna ya kusuluhisha jambo hilo. Mambo ya consolidation, kwa sababu unajua wengi wa hawa ambao wananunua hizi bidhaa sio eti hata wananunua katika viwanda. Ni watu wameenda kwa maduka kule China, kule Malaysia, sijui wapi, wakazinunua wakaweka katika ile container. Jana wakati niliongea na wizara walisema sasa wamekubaliana ni vipi hizi containers ambazo ni consolidated zitashughulikiwa mambo ya inspection, either kule ng'ambo ama hapa.
ndio tuondoe hili tatizo ya Wakenya ambao ni wachuuzi, wafanyabiashara, watu ambao wanajitafutia kupatikana katika harakati hii ya kuwatafuta wale ambao wanakosa kulipa ushuru. Mimi nataka niwahakikishie hivi, wale wafanyabiashara. Mheshimiwa Rais mwenyewe ameingilia kati jambo hili. Na wizara inajua msimamo wetu kwamba lazima ipatikane suluhu ambayo haiumizi Wakenya halali wafanyabiashara. Kufanya biashara ya uchuuzi, kuuza bidhaa nyamakima ama sehemu zingine za taifa letu la Kenya, sio hatia, sio uhalifu, right? Yes. Lakini lazima kuwe na utaratibu ambao wale ambao wataki kulipa ushuru, wale ambao wanauza substandard goods, kwa sababu unaweza kuuziwa saa, ukaambiwa hii saa alafu unafaa saa hiyo siku mbili inakufa, na umelipa pesa. Pia lazima kama serikali tuchunge Wakenya wasiumie kwa sababu wanauziwa bidhaa ambazo pengine hazijafika ile standard ambayo inatakikana. Alright, asante sana. Tuongee kuhusu ufisadi na vita dhidi ya ufisadi. Kwa nini Your Excellency bado watu wengine wanakutaja? Wanasema unapinga hii vita. Kwa nini? Mimi nataka ujue kuna vita ya ufisadi mara mbili. Nataka uelewe. Kuna vita dhidi ya ufisadi ambayo inaendeshwa na serikali ya Kenya. Inaendeshwa na independent constitutional oversight institutions. Yes. DCI, DPP, EACC. Hawa ni professionals, wako na uwezo wa kikatiba. Sisi kama serikali ya Jubilee, mahali mimi ndio deputy president, tumewapatia pesa ya kuajiri wachunguzi, ya kuajiri prosecutors, ya kuajiri lawyers, ya kuwa na vifaa, ya kuwa na equipment, ya kutekeleza mandate yao ya kikatiba. Hiyo vita inaendelea. Kuna pia vita ya ufisadi ambayo ni propaganda. Inaendeshwa na busybodies na na wanasiasa ambao hawajui wanafanya kitu gani. Na inaendeshwa kwa mazishi na kwa mikutano. Sasa mimi nataka nikuulize wewe mheshimiwa bwana Gatonye, hujakuwa mheshimiwa, pengine utakuwa mheshimiwa siku moja. Bwana Gatonye, nikueleze. Mimi nasikia watu wengi wanazunguka katika na hawa ndio wananilaumu mimi. Wanasiasa na wengine matapeli wanazunguka katika mazishi, wanazunguka katika mkutano. Tunataka tupigane na vita ya ufisadi, tunataka tupigane na vita. Wewe sasa si mpelelezi, hufanyi kazi ofisi ya DCI, hufanyi kazi ya ofisi ya DPP, wewe si mtu ya EACC. Wewe uko kwa mazishi, kazi yako ni siasa. Wewe unatuambia ya kwamba unaendesha vita ya ufisadi. Unaendesha vita ya ufisadi kwa njia gani? Kwanza wale ambao ni wengi ambao wanaendesha hiyo porojo, mmoja wao ni kupatie mfano, ndio ujue hawa ni watu wa propaganda na porojo na ni matapeli. Alikuwa anaongea kwa mazishi kila siku. Unajua sasa tunapigana na ufisadi. Na wacha nikueleze, vita dhidi ya ufisadi ni serikali ya Jubilee inaongozwa na Uhuru Kenyatta ambayo imetoa rasilimali na imetoa uwezo ya kifedha kuwapatia equipment zile vitengo ambazo zinaendesha hiyo kazi. Na hakuna mmoja wetu ambaye amempigia simu DPP, DCI, EACC kufanya hivi, kufanya hivi, kwenda kwa ule, kwenda kwa yule. Hiyo sio kazi yetu. Tunaelewana? Yes. So huyu sasa ambaye anatupigia kelele alikuwa ametoa habari ya kwamba ako na ushahidi wa ufisadi. Tunaelewana? Yes. Sasa akapatiwa nafasi, akaambiwa sawa sawa,
Kwa sababu walitangaza wakasema kwamba ule waziri alikuwa wa internal security alikuwa Murungaru. Ati Murungaru alifanya ufisadi. Murungaru akawapeleka kotini. Akawauliza, "Okay, leteni ushahidi." Mmoja wao akasemekana ya kwamba akasema yeye yako na ushahidi. Akapatiwa nafasi kwenda kutoa hiyo ushahidi kotini. Na ni kiongozi mkubwa sana katika taifa letu la Kenya wa upinzani. Miaka 13 anangojewa kotini alete ushahidi kwamba yule ambaye alikuwa waziri wakati huo Murungaru ni mfisadi. Akakwepa kotini mwaka moja, mwaka ya pili, miaka ya tatu, mpaka miaka 13 ikaisha. 2018 ikaamuliwa kwamba yule Murungaru kwa sababu hakuna ushahidi, yule ambaye alisema kwamba yeye ni mfisadi, akaambiwa kwamba amlipe fidia. Shilingi milioni 27. Yule Kidongo akaingia kwa matatizo. Sasa mimi nakuuliza Bwana Gatonye, ndio ujue kwamba kuna watu conmen. Watu ambao ni propagandist, porojo. Wanaingiza mambo ya ufisadi, porojo na uongo na propaganda. Sasa wewe unazunguka kwa mazishi. Tunapigana na ufisadi. Umepatiwa nafasi, wewe umesema uko na ushahidi ya ufisadi. Haujaenda kotini kwenda kutoa hiyo ushahidi. Umengojewa kotini miaka 13. Hujafika kotini. Kazi yako ni kuzunguka kwa mazishi. That is the difference. Kwa sababu ndio tunasema vita dhidi ya ufisadi isifanywe ni vita ya kisiasa. Isiwekwe porojo na propaganda, iwe ni vita ya kisiasa. Wale ambao ni wafisadi, ushahidi upo kama ni wafisadi kweli. Ushahidi utapatikana na wachunguzi. Wapelekwe kotini. Kotini iamue. Wachuguliwe hatua. Lakini hawa ambao wanazunguka katika mikutano, sijui mazishi, kuendesha ufisadi na kutaja majina ya watu, Ruto sijui nini. Kama wako na ushahidi, mbona hawajapeleka kotini? Mbona si waliambiwa address ya DCI, address ya EACC iko Kenya hii? Mheshimiwa, wakati mwingine watu wengine wanaona ni kama unatetea waliotajwa. Kwa mfano Kiambu County wakati Mheshimiwa Governor alifika mbele ya kamati ya Senate. Yes. Wewe ulisema huyu baba yao wasiulizwe maswali. Wakenya wengine wanaonelea ni kwamba ukinyamaza upelelezi ama uchunguzi ufanywe. Nakubali Gatonye. Yes. Wacha nijibu jambo hilo. Na ni swali nzuri umeniuliza. Wengi wanasema nilimtetea baba yao. Lakini mimi nataka nikueleze nilitetea ukweli. Na mimi nataka nikueleze. Mimi nimejifunza through experience kwamba usimweke mtu lawama ambaye hana. Mimi na Mheshimiwa Rais tuliwekelewa kwamba sisi ni wauaji. Sisi tumefanya rape kwa wanawake ya maelfu, sio ati watu wachache. Sisi tuliwekewa mambo. Unasikia my friend? Mambo ambayo hatukufanya. Tukapelekwa mpaka koti ya kimataifa kwa uongo na porojo. Unanielewa ndugu yangu Gatonye? Kwa hivyo mimi nimejifunza kwamba unaweza kuwekelewa maneno vile na sisi tuliwekelewa. Na sisi tulichaguliwa 2013 kesi hiyo ya rape, genocide, nini ikiwa juu yetu. Wakenya walituamini kwamba ile ilikuwa ni uongo. Si ni kweli? Wakatuchagua sisi. Kama Wakenya wangeamini porojo ya uongo, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na mimi hatungekuwa serikalini siku ya leo. Na ndio nimejifunza kutokana na historia hiyo kwamba mtu kama amewekelewa maneno na sio ya kweli, lazima ukweli usemwe. Waititu kwa mfano, wacha nijibu swali hilo. Waititu alisemekana atiajibu maswali ya budget ya State House. Atiajibu maswali
ya mishahara ya rais waliostaafu. Ati ajibu maswali ya foreign affairs ya South Sudan. Sasa my friend, ndio nikasema huyu Waititu muulizeni swali na ajibu maswali kuhusu budget ya Kiambu. Huko ndio amechaguliwa. Huko ndio aulize maswali asubuhi, mchana, usiku, mimi sina shida. Lakini jameni, msimuulize maswali ambayo haihusu Kiambu County. Waititu si rais. Waititu si waziri wetu. Hafanyi kazi national government. Sasa ataulizwa mambo ya mshahara ya retired president, ama aulizwe budget ya State House, ama aulizwe budget ya foreign affairs ya Sudan. Kwa njia gani? That's all I said. Mimi simtetei, mimi natetea ukweli. Na ukweli ni kwamba Waititu hana maswali ya kujibu kwa mambo ya national government. Na isitoshe, Bwana Gatonyi, si leo ni wazi ya kwamba yale nilikuwa nasema ilikuwa ni ukweli. Ilikuwa ni ukweli mama, ilikuwa ni ukweli. Ilifanyika. Auditor General mwenyewe alitokea akasema, na by the way sio Waititu peke yake ambaye alikuwa amelaumiwa. Ni Waititu na governors wengine 10 ambao walikuwa wamewekelewa haya maneno kimakosa. You know, kimakosa. So Auditor General mwenyewe amejitokeza akasema haya maneno Waititu na wale governors wengine 11 waliwekelewa sio ya ukweli. Si ni kweli? Sio ya ukweli. And that is all I said. Okay. Kumaanisha ya kwamba yale ambayo nilisema sio ya kwamba nilimtetea baba yao. Mimi nilitetea ukweli, na ukweli umejidhihiri. Umejitokeza. Alright. Umesikia watu wakisema kuhusu pesa unazotoa kwa michango ya kanisa. Watu wanasema tunajua mshahara ya deputy president. Na tukihesabu kila Jumapili ama kila pahali hii pesa imezidi mpaka imezidi mshahara ya deputy president. Watu wanasema sasa tujue ni jibu. Yes. Unajua Gatonyi, hii dunia iko na mambo mengi. Kwanza ujue mimi nimekuwa mfanyabiashara sasa miaka 30. Tunaelewana? Yes. Na sitaki nijitangaze ya kwamba niko na kampuni hii, niko na biashara hii, na niko na marafiki chungu mzima. Nataka nikueleze ya kwamba watu wengi ambao wanalalamika juu ya yale ninafanya, hawalalamiki kwa sababu ya kwamba wananijali ama wanajali wa Kenya. Wanalalamika kwa sababu hawataki nifanye hivyo. Mimi ni Mkristo na muamini Mungu. Sawa sawa? Yes. Na nimejifunza mahali nimefika ni kwa sababu ya Mungu. Kuna watu wengi wananilaumu kwenda kanisani, sijui kufanya nini. Mimi nataka niwaeleze. Kuna watu wengi ama wengine hawana shukurani kwa sababu pengine hawajatolewa mbali na Mungu vile mimi nimetolewa mbali. Mimi my friend, bila Mungu mimi singekuwa naketi hapa. Mimi nilikuwa nauza kuku zamani kama mtu kadogo. Lakini unajua kitabu ya Zakaria 4 na mstari wa 10 inasema do not despise humble beginnings. Usidharau mwanzo mdogo. Unaweza kufika mahali. Na hiyo ndio tatizo. Tatizo ya hawa watu sio ati pesa ninatoa. Tatizo ya hawa watu ni huyu mtu ya kuku kadogo, hajulikani baba yake, hajulikani mahali ametoka. Mbona sasa ati anaonekana hapa, sijui anaonekana pale. Kwanza alikuja akakuwa deputy president kwa njia gani? That's the whole problem. You know? But they have to live with it. Kwa sababu wao si Mungu. Na wao si ndio wataamua nani atakuwa nacho, nani hatakuwa nacho. Kama ingekuwa ni mtu mwingine anafanya yale ambayo ninafanya, hangeulizwa maswali. Lakini maswali inaulizwa kwa sababu ya William Ruto. Na hawa mimi nitaendelea kufanya yale ninajua ni ya kweli. Na hakuna mtu Gatonyi ambaye anasema alipoteza pesa zake na akazikuta kwa akaunti yangu. Kama ama kunaye. Yeah, kuna. Your Excellency, hii vita ni kama imepasua Jubilee mara mbili. Wanaojiita
ama wanaitwa kieleweke. Wanasema sisi tunasaidia rais kupigana na ufisadi. Wengine wanasema sisi tutaunga rais mkono kwa sababu wengine wataki. Jubilee iko namna gani? Ni kama hii vita. Wengine sasa nasikia kuna azimio la kumfukuza Matiang'i waziri. Wacha nikueleze Bwana Gatonye. Wacha nikurudisha nyuma kidogo. Na niwaambie wasikilizaji wako na Wakenya kwamba Jubilee ni chama ambayo tumeitoa mbali. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na mimi tuko na historia ndefu. Mimi sijamuunga mkono Uhuru Kenyatta ati kwa sababu atashinda. Hata wakati alikuwa anaanguka niliunga yeye mkono. Tunaelewana? 2002 mimi nilikuwa among the principal supporters of Uhuru Kenyatta in 2002. Hata wakati ilikuwa inaonekana hapati. Tunaelewana? Yes. Mimi niliunga mkono Uhuru Kenyatta 2013. Akiwa na kesi ya Hague. Watu wengi wakisema hawa ni wakufungwa. Hata nakumbuka tulienda kwa kiongozi mmoja. Tukamueleza ya kwamba tafadhali tuwe na ushirikiano, tufanye kazi pamoja, tuende kwa uchaguzi pamoja. Yeye akatuambia nyinyi ni watu wa kufungwa. Mfanye hivi, mtafungwa kama miaka 10. Muniunge mkono. Nikimaliza awamu yangu ya miaka 10 mtakuwa mmefunguliwa, nitakuja niwasaidie wakati huo. Muendelee. Unasikia my friend? Yes. Hakuna mtu alikuwa anataka kusimama na sisi. Tunaelewana? Yes. So wale ambao wana zurura saa hizi wakijaribu kunisomesha ati vile ya kuunga mkono Uhuru Kenyatta, vile ya kuendesha mambo ya Jubilee, ni watu ambao sitaki niseme ni wajinga. Sitaki niseme. Lakini kama ningesema ukweli kwa sababu sikia my friend. Sasa wananifundisha nini? Wanakuja kunisomesha kunifanyisha masomo ya nini? Mimi wakati uchaguzi ulitibuliwa na mahakama kuu. Yeah? Watu wengi walikuwa na wasiwasi. Mimi nikawaambia uchaguzi tulishinda. Hatukufanya kinyume ya sheria. Hakuna kura zozote ambazo tulipewa ambazo hatukupigiwa na Wakenya. Turudie uchaguzi. So kama ni kuprove ya kwamba mimi ni mtu ambaye naweza kutegemewa kuunga mkono rafiki ama kiongozi, I have proven the last 20 years. Nimesimama na Uhuru Kenyatta. Sasa hawa ambao wanasema kutoeleweka sijui nini. Wanajaribu kwa sababu wanaenda kwa mkutano, okay, tunataka deputy president aheshimu rais, tunataka deputy president amuunge mkono rais. Where were they? Walikuwa wapi? Mchango yao kuunda serikali ya Jubilee kulingana na yale mimi nimefanya, tunaweza kulinganisha. So mimi nataka nikueleze. Sisi, mimi na Uhuru Kenyatta tunajua mahali tumetoa hii taifa. Wakati tulikuwa pamoja, wakati wa KANU. Yeah? Sisi tulikuwa wakati wa KANU pamoja kwa sababu tulitaka chama ya kitaifa. Na wakati huo, chama cha KANU ilikuwa chama ya kitaifa. Wale wengine wote walikuwa na chama ya kona. Sijui DP, sijui Ford Kenya, sijui KNC, sijui nini, chama hii. Mwisho wale wote walikuwa na chama kidogo wakaungana. Wakashinda KANU. Ni sawa. Ni demokrasia. Tunaelewana? Lakini sisi tukasema na Uhuru lazima tufikirie tena mbinu. Vile tutaweka
mbinu ya kutengeneza chama ya kitaifa. Yes. Leo kwa baraka ya Mungu, Jubilee ni chama ya kitaifa. Tuko na wabunge 175 wa Jubilee. Tuko na wabunge 216 wa Jubilee na wale wanatuunga mkono. Tunaelewana? Yes. It's a national party. Na hatuwezi kukubali chama hiki cha kitaifa ambayo sisi kwa bidii kubwa tumeitengeneza ati ikuje iangaishwe na watu wachache. Hawa ambao unasikia wakitangatanga ati kieleweke. Hawa ni watu ngapi? Karibu 10. Alafu wale wengine ni watu ya upinzani. Sasa wewe mtu ya Jubilee umeenda kutafuta mtu ya upinzani. Kazi yako ni kukashifu Jubilee. Na mimi nataka nikueleze. Si tunaongea na wewe Gatonye leo hapa na bwana Tycoon. Si tunaongea hapa. Hawa ambao wanazunguka na hii kieleweke. Mwisho wataenda ODM. I can tell you for free. Mwisho wataenda huko. Kwa sababu nimeshaona mimi. Tulikuwa katika KANU. Ile NDP ikakuja. Mwisho walitoka na watu wa KANU wengine. Ndio KANU ikapata matatizo. Lakini sisi tuko macho sasa. Hawawezi kufanya yale walifanyia KANU. Tunaelewana? Yes. Wataenda na hawa, lakini wataenda na watu hawa wachache hawa au unasikia saa hii wanazunguka hapa. Nasikia wanaenda kwa kanisa ati wanasema wametumwa na rais. Mimi nataka nikuulize wewe bwana Gatonye. Kati yangu mimi deputy president na wale watu ya kutoeleweka wale. Ni nani rais anaweza kutuma? Hata kama wewe ati na wanaenda kuongea ati watu ya upinzani wanajaribu kutufundisha vile ya kuendesha serikali. How is that possible? You know, so hawa ni watu bure. Mimi nataka nikueleze kwa sababu lazima nizungumzie mambo haya ya Jubilee. So mimi nataka nikueleze. Mimi na nataka Wakenya wanielewe. Yeah? Yes. Ile maneno tuliongea. Na hatukuunda Jubilee kwa bahati ama through guesswork. Tumeunda Jubilee makusudi, deliberate. Kwa sababu tunataka chama ambayo kila Mkenya atajihisi anaheshimiwa, ako kule ndani, na hivyo ndivyo tutakavyoondoa siasa ya ukabila na siasa ya chuki na siasa ya ujinga. Itaondolewa na chama ya kitaifa. Yes. Na kama kuna mtu wako na matatizo ndani ya Jubilee, kuna vile tunaweza kutatua matatizo ndani ya Jubilee. Hata kama umpendi deputy president, hata kama uko na manaligo juu ya deputy president ama deputy party leader, mbona tusifanye mkutano? Kwa hivyo unataka kutuambia Jubilee iko imara? Jubilee, my friend, let me tell you, Jubilee iko imara. Na hatuwezi kukubali Jubilee isambaratishwe na interests, you know, ya watu wachache ambao wanatafuta mambo ambayo hayaeleweki. Na niseme hivi, kwa sababu unajua ilianza hawa watu wakieleweke, hawa walianza na kusema sijui mambo ya madeni. Sijui hatuna deni. Mimi mwenyewe nilisema, mimi hakuna mtu namdai chochote. Mimi hakuna mtu ako na deni yangu. Unanielewa? Hakuna mtu ako na deni ya William Ruto. Mimi ni mwanajubilee kama mwanajubilee yule mwingine yeyote. Na ikifika 2022, my friend, Jubilee itaketi chini kama chama. Itaamua nani atakuwa presidential candidate. Nani atakuwa candidate wa senator. Nani atakuwa candidate wa mjumbe. Na zile viti zingine zote mpaka MCA. Na mimi nataka niseme nikiwa hapa katika Kayuka Mweke. Hii Kameme yako hii. Niseme kamudomo ya mwingi, kamudomo ya wengi. Niseme yule ambaye atachaguliwa kama candidate wa Jubilee, hata kama sio mimi William Ruto, mimi nitamunga mkono. Na sio lazima iwe ni mimi. Tunaelewana my friend? Chama ni inabeba watu wengi kuzidi mtu mmoja. Ile mimi ninasema ni kwamba siwezi kukubali Wakenya tena
wapiganishwe kwa mambo ya siasa duni ya ukabila. I will have nothing to do with it. Yes. I will have nothing to do with any politics that will cause Kenyans to be in acrimony. I will not be. Na mimi nataka niseme hivi ndio nieleweke na hawa watu wa kutoeleweka hawa. Ndio wawache kuzungushana na maneno ya bure. Unajua sijui hata wanajisumbua bure about me. I have no problem. Unanielewa my friend? Yes. Hata ikifika 2022 iwe ni kwamba mimi na Uhuru tunaenda nyumbani kuretire. Mimi I'm ready. There is no problem. Sio lazima ati nipate kiti chochote. Iko lazima gani? Wakenya ni milioni 45. Wana Jubilee ni wengi kiasi hiyo. Na yule ambaye atachaguliwa awe bora kuniliko, mimi niko tayari kumuunga mkono kwa sababu hii ni demokrasia. Mambo mawili hayawezi kufanyika. Yes. As long as I have anything to do with the politics of this country. Nambo ya kwanza, Wakenya hawawezi kupiganisha tena. Hiyo haiwezekani na sitakubali. For whatever reason. Yes. Niwe candidate, nisiwe candidate, tushinde, tushindwe, na kama Jubilee itashindwa na mimi ni candidate wa Jubilee, mimi sitaenda kotini. Nataka unisikie. Na nataka uulize wale wengine ambao wanatangatanga hapa na kusema ati wanatafuta sijui nini. Kila mtu, kwa sababu matatizo ya Kenya ni mawili. Tatizo la kwanza ni matapeli ambao wanajifanya ni viongozi. You know? Yeah. Political conmen who pretend to be leaders. Mtu ambaye ile unasema huwezi kutimiza. Namwambia hapa bwana Kiengei ati tukubaliane, itakuwa namna hii, itakuwa namna hii. Alafu ifike hapo mimi nakupindua. Alafu mimi nataka uniamini ya kwamba yale naambia Wakenya kule ambao siwajui ni ya ukweli. Hiyo inawezekana? Haiwezekani mngwana. Jambo la pili. Yes. Tatizo la pili. So political conmanship. Ndio inaleta matatizo katika Kenya hii. Watu ambao hawafai kuwa viongozi kwa sababu ni matapeli. Yes. Yale wanasema hawaaminiki. Ndio wanatuletea matatizo. Jambo la pili ni viongozi ambao hawakubali kushindwa. That is the problem. Unaelewana my friend? Tunaelewana. Yes. Mimi nataka nikutangazie bwana Gatonye na Wakenya. Kama Mungu atanipatia nafasi niwe candidate wa Jubilee, ama yule mwingine yoyote ambaye atakuwa candidate wa Jubilee, tukishindwa sisi tutaenda upinzani. Hatuwezi kuangaisha Kenya na kesi na maandamano na swearing in. Kwa sababu unajua lazima tuseme ukweli. You know, and the problem katika taifa letu la Kenya hatupendi kusema ukweli. You know, lazima tuseme ukweli ndio tuwaibishe shetani. Tunaelewana? Lazima tuseme ukweli. Mtu ukishindwa sio mwisho. Asiye kubali kushindwa, my friend, sio mshindani. So kama mtu umeshindwa, there is always another time. Usipiganishe watu. Nasikia hata hii watu ya Kileweka wanatangatanga wakisema, unajua lazima watu ya Central Province wakubali mambo ya handshake ndio waendelee, ndio wafanye biashara bure. Biashara zao zitaharibika kwa sababu ati mtu fulani akiwa hajafurahi. My friend, unauzia watu fear ati lazima ukubali mambo fulani ndio uendelee kufanya biashara Kenya hii. No. Hiyo haiwezekani bwana. Let me tell you. Yes. Gatonye, kila mtu atafanya biashara sehemu yoyote ya Kenya. Mwenye kuchaguliwa amechaguliwa ni nani ama ni nani. Yes. Tunaunga mkono handshake not out of fear, lakini kwa sababu tunataka kuwaleta Wakenya pamoja. Yes. Lakini watu wasianze kuuza ati lazima kuwe na hii ndio kuwe na amani ndio watu fulani wafanye biashara. Hapana. Sio hivyo. Alright, nitugutithia hanini na nitugucoka tushokererie ino ni mitambo ya Kameme kayukamwe igina thegi muroreri wito wa Kameme TV agikorwo wina kiuria niturakiona na baina ya 20014 turatithia hani tushokererie miario itu na His Excellency Deputy President Mheshimiwa William Ruto. Labda tuigue rwimbo hanini tushokererie.